Hivi, unaifahamu vizuri historia ya mji wa Zanzibar? Mkusanyiko huu uonao mtazamaji wa Ktv Tz Online unalenga kuzungumzia jambo muhimu sana la utunzaji wa uasilia katika mji wetu. Ramani ya Zanzibar kwa mara ya kwanza inatambulishwa katika hafla hii. Mimi kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana mkurugenzi mipango miji Dr. Mohamed Juma. Yeye ndo amelialika pamoja na timu yake wataalamu wenzake ambao wameandika hii Ng'ambo Atlas. Hichi ni kitabu kizuri sana na kina historia yote, upande wa ujenzi, upande wa majengo ya ng'ambo. Nilikuwa nakiangalia hapa mpaka ngoma ya mwanandege ipo, na kwa kweli hichi ni kitu cha aina yake. Nilieleza katika mazungumzo yangu machache hapa niliyofanya wakati nakizindua hichi kwamba hichi ni kitu kizuri ambacho kinatakiwa kuwa endelevu na tukifanyia kazi sisi kwa upande wetu wa Zanzibari, lakini tuandike vitabu vingi zaidi ambavyo vitaeleza historia, tunakotoka, hapa tulipo, tumefikaje hapa, kabla ya mapinduzi, baada ya mapinduzi, maendeleo yote yaliyoletwa na maendeleo haya jinsi yanavyoongozwa kwa uongozi mahiri ambao unafuata ramani hii iliyowasilishwa hapa. Je, kuna umuhimu wa kuitambulisha hivi sasa atlas hii katika miaka hii? Jambo moja muhimu sana kulifanya ni kuwaelimisha vijana wetu ili kuthamini vitu hivi. Urithi. Dr. Shein ameshatuonesha njia, rais wetu. Ameunda wizara maalum ambayo inashughulikia urithi wetu, yani mambo ya kale. Ameshaundia wizara. Katika historia ya Zanzibar hatujawahi kuwa na wizara ambayo inashughulikia moja kwa moja mambo ya kale. Hii ni mara ya kwanza katika miaka 55 ya mapinduzi ya Zanzibar. Na Dr. Shein ametuonesha njia kwamba haya mambo yana thamani kubwa sana. Na mimi pia namshukuru, amenionyesha njia kunambia thamani yake. Na kweli kila pahala ninapokwenda hata duniani mji wetu na thamani ya urithi wetu inathaminiwa sana. Ndio maana tumepata cheti cha UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa, kuhusiana na mambo ya kisayansi, mambo ya kale na mambo ya utamaduni tumepata sisi. Sasa madamu rais wetu kashatuonesha njia, na sisi tujitahidi kuwaelimisha vijana wetu waliokoko kwenye vyuo vikuu, vijana wetu waliokoko sekondari, hata primary, ili waweze kuelewa thamani ya masuala haya katika urithi na mambo ya kale. Kwa sababu tusipoelimisha wale, siku moja wanaweza kuja kupiga greda yote haya wakajenga majumba ya vioo ya kisasa. Haya wanaita masky scraper, kule bara wanaita vikwangura anga. Wakaja kufanya haya, tutakuja kosa. Kwa hiyo tukiwaelimisha sasa hivi mapema wakajua, basi na wao wataweza kuendeleza mambo ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe pamoja na wale waliotangulia wameshatuonesha njia. Ni maslahi mazuri kwa tourist, ushafahamu, kwa sababu kisiwa ninachokaa vile ni kisiwa, wanaringia kisiwa chao nini wanacho ndani ya nchi, ndio wateja wanaenda pale na wanatajirika. Kwa hiyo kwa sababu nchi yao ilikuwa samaki ndio kitu cha mwanzo Iceland, sasa hivi tourist ndio imeenda juu. Kwa hiyo na sisi tukifanya hivyo itakuwa juu zaidi. Zamani tunatarajia karafuu, nazi. Hii kama nchi yetu inatengeneza vizuri tutafikia kama mataifa mengine. Kitabu hichi ndani yake tumeiandika sehemu ya history ya eneo ambalo linaitwa Ng'ambo. Najua eneo la Ng'ambo, unaposema Ng'ambo hapo zamani ilikuwa ni upande wa pili. Upande wa pili wa mji mkongwe. Sasa mji mkongwe alikuwa anaishi matajiri, pengine wafalme, kwa hiyo upande wa pili ulikuwa unaonekana kama hauna hadhi. Unafahamu? Lakini tulipofanya utafiti wetu idarani kufanya kazi ambayo tulitumwa na serikali, tumekuta upande wa pili una hadhi sawa na upande huu mwingine. Sawa kabisa, yani ukitaka ujenzi wa nyumba upande wa pili na huku zilikuwa zinakwenda sawa. Kwa hiyo tunataka ule ukweli ambao ulikuwa hausemi mara nyingine wa upande wa pili Ng'ambo, tunataka tuuoneshe kwa sababu kinachotokea sasa hivi ni kwamba upande wa pili unafanya maendeleo makubwa. Na maendeleo makubwa ambayo yatayapita baadaye hasa upande huu wa mji mkongwe. Sababu mji mkongwe tutake tusitake, serikali ilifanya maamuzi toka mwaka 2000 kama uwe ni mji wa kuhifadhiwa. Kwa hiyo hakutakuwa na mamall huku, hakutakuwa na sinema kubwa huku, hakutakuwa na maofisi makubwa ambayo sasa hivi yanafanywa kule. Ukipita pale Maisara kuna jumba lile la ghorofa 7 la Zura. Ukipita hapa Mapinduzi Plaza kuna mall inajengwa.
Karibuni darajani tutafanya kwenye Green Corridor, tutafanya maduka. Kwa hiyo kuna mambo yatafanya upande wa pili ambao hayawezekani kufanya huku mji mkongwe. Kwa hiyo upande wa pili baada ya miaka 10, 15, 20 kutakuwa na mambo makubwa sana. Muda mrefu watu walikuwa, kwa sababu imetajwa mambo ya Stone Town, watu wanafikiri sisi hatuna majumba ya mawe makubwa na nini, lakini ukizama ng'ambo pale, ukichukua kila mtaa, ukienda kwanza kuongea na wale watu pale, utaambiwa msikiti wetu ulikuwa hile pale, na hapa mzee alikuwa maarufu sana huyu bwana, ndio maana hata mtaa inaitwa nyuma kufuata jina lake hivi. Kuna ile utamaduni wa kila sehemu ya huko ng'ambo. Sasa ile nataka ihifadhiwe kwa pamoja. Usikusanye, usihifadhi majumba tu, unahifadhi utamaduni nzima. Majumba ni alama moja tu ya utamaduni, lakini kuna nini, michezo wanaocheza watu, nyimbo wanaoimba, dansa walikuwa nazo, yote kwa pamoja ndo inaunda mji. Kwa hivyo sasa tunapofanya nini hiyo kazi yetu huko ng'ambo, tuweze kufikiria vile kwamba hapa hatuhifadhi mawe tu, tunahifadhi watu. Mmoja wa Ktv Tz Online, mengi umeweza kuyasikia ama kujionea pia katika utambulisho ama uzinduzi wa kitabu hiki cha Atlas ya Ng'ambo, kinachoeleza historia, lakini makadirio ya tunakoelekea hivi sasa. Hatukuwa tukijua ni wapi hasa alikoishi Siti binti Sadi kama muasisi wa taarabu, lakini hatufahamu wapi alizikwa, na wengine wengi sana ambao wamepita na kuishi hapa Zanzibar. Lakini kupitia ramani hii sasa tutaweza kujifunza, na wewe ambaye hujawahi kufika Zanzibar hata mara moja utaweza kujifunza. Naitwa Masoud Maganga. Endelea kufuatilia Ktv Tz Online. Hakika hii ni fahari yetu.